Samahani she, na mazungumzo na wewe. Kama hutojali, naomba urudi tuzungumze. Sawa, tunaweza kuzungumza. Nakusikiliza. Samahani she, kama atakuwa nakukosea. Kuna rafiki yangu anakupenda sana. Nakuomba kama itawezekana, naomba uwe na mahusiano na rafiki yangu, maana anakupenda sana. Sawa, nimekuelewa. Lakini nenda kumwambia rafiki yako kwamba mimi ni mume wa mtu, na Waswahili wanasema mke wa mtu ni sumu. Vivyo hivyo kwa mume wa mtu pia ni sumu vile vile. Na namuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ninampenda sana mke wangu. Kwa hiyo siwezi kuwa na mahusiano na mtu yoyote isipokuwa mke wangu. Ndio maana nimefunga naye ndoa na nipo naye, naishi naye. Na siku nyingine utakaponiona, usinisimamishe na kuniambia mambo yanayohusiana na mapenzi ama habari hizo za kimahusiano, kwa sababu mimi ni Jamhulul Ulama, ni moja katika watu wakubwa sana katika dini, hivyo sihitaji habari kama hizo. Asante sana mpenzi wangu Vila kwa kiasi ulichonipatia cha pesa. Nashukuru kwa uaminifu wako. Okay, usijali mpenzi wangu. Mimi ni jukumu langu kusaidia kama mpenzi wangu. Hata kama tunafanya biashara. Mbona kama uko sawa? Au kwa sababu nimekuomba pesa? Hapana. Huko nilipotoka kuna mtu ameniuliza. Sababu binadamu ukiishi naye kwa wema, yeye anaposi uishi naye kwa ubaya. Binadamu? Binadamu gani? Tuachane na vipi kuhusu biashara zako? Walinipigia wakaniambia baada ya siku 11 ndio mzigo utaingia. Sasa mimi ngoja nikapumzike, maana yake sina muda mrefu sana nimeingia hapa nchini. Baby bye. Okay. Ila kesho sitakuja. Poa. Poa. Sijali. Okay, poa. We Saidi,
Ina maana uko msikitini hakuna maji mpaka uchukue maji yangu ya kunywa ndani? Au unataka niongee tu nionekane nina mauzi? Jamani, mke wangu, ina maana uko ndani hakuna maji mengine zaidi ya maji nayoyatumia mimi hapa? He, umeme umekatika tu asubuhi. Ninavyokuambia hiyo maji nimeyapata huko kwa shoga yangu. Wewe unataka niongee tu unione mimi nina mauzi? Kweli una mauzi? Maana kila kitu kidogo tu naongea. Mwenyezi Mungu, hebu msaidie mke wangu aweze kubadilika. Kwa tabia hii unayoendelea nayo tutashindwana. Bwana Siza. Kiongozi. Vipi, maji ya mashimo? Hayakuwa mashimo ile yamekatazwa. Ina maana ufahamu hilo? Kiongozi, kidogo unajua kuna taka hapo fulani, yani zimejaa. Kwa hivyo sasa nikaona nichimbe shimo, madi nizihifadhi kiongozi wangu. Bwana Siza, ni taratibu za wapi hizo? Serikali imeweka magari kila wiki yanasombelea uchafu kwa sababu ni hatari kiafya. Unachimba sehemu kama hizi. Wategemea ni nini? Milipuko ya magonjwa itakuwepo. Kuna vijana hapa, watoto wadogo hapo. Uone kama utakuja kuathiri jamii. Nisikize bwana. Jambo kama hili natakiwa kufuata sheria. Simeelewa vizuri? Hazitaki kona. Hebu acha mambo. Yaani nataka ufukie sasa hivi. Umeelewa vizuri? Naelewa kiongozi, lakini sasa taka naona zimejaa mpaka zinatoa funza. Nikaona zisije hapa kero majirani zangu botu nizihifadhi hapa kiongozi. Sasa nimeamua kuzihifadhi hapa. Na chingine kiongozi, hizo gari unazozungumzia wewe zinakaa muda mrefu sana. Sometimes zinafika mpaka mwezi. Mitataka tunaijaza hapo njiani inajaa mpaka inatia kero. Sasa mimi nikaona isiwe shida nizihifadhi, sababu sio nyingi sana. Zihifadhi tu hapa. Zingine zikijaa nitazipeka huko kiongozi wangu unapotaka kuzipeleka. Sasa wewe bwana, ndugu yangu, unajua mazoea mabaya sana. Ili jambo usilete mazoea ujue. Kwa sababu tu mwenyekiti unamfahamu, ni mtu wako karibu, unashare na vitu vingi. Isiwe tu ndio kufanya mambo kama hayo, Fuata sheria bwana ndugu yangu. Ujue nikifika ngazi za juu, wallahi na pia halmashauri lazima atakushikia. Lazima atakushikia kwenye tatizo kama hilo. Sawa kiongozi, mimi nimekuelewa kiongozi wangu. Mimi nitafanya hivyo unavyotaka. Fukia sasa hivi bwana. Haki ya Mungu mwenyekiti. Yaani mimi hapa wewe kutoka tu mimi hapa nafikia yani sasa hivi nafikia yani mwenyekiti. Sasa naenda hivi juu. Nikirudi nisilikute Hiroshima. Sawa kiongozi. Sheima, mbona upo hivyo? Umekasirika? Shida nini? Au uko nilipokutuma umepata majibu tofauti na yale tuliyotarajia? Baby ma, hakuna kitu chochote nilichoambulia kwa Sheikh zaidi ya kutemewa mate. Mate? Basi sawa. Nisamee mimi. Maana bila mimi kukutuma hayo yote yasingetokea. Sijui nifanye kitu gani mimi ili nimpate mtu ninayempenda na akanielewa. Inaonekana yule Sheikh anampenda sana mke wake. Na hawezi kumwacha mke wake na kumfuata mwanamke mwingine. Wewe kinachobidi uvunje penzi upate penzi. Baby ma, mbona unakimbia? Rudi basi. Mimi nikitisikia tukia wapi jamani? Yaani kwa vile katumwa vipi? Sasa nitafanyaje jamani?
Hapo hapo nizidi kuchanganyikiwa. Natamani hata nichimbe shimo nijifikie mwenyewe yani. Kabla ya kufikia umwe. Na kila kitu nachokifanya ni kipo tofauti. Yaani kipo tofauti. Tayum. Nazidi kuchanganyikiwa jamani. Yaani naunga mwenyewe kama chizi ya. Hebu kuja. Moto. Niambie sisa. Sema ni rafiki yangu, naomba uje faster nyumbani, uje faster. Kuna nini mwanangu? Mwanangu, kuna kuoji na kwamba uje faster. Utajua kuku na kwamba tu uje faster. Sema mwana kulipo singizini ujue mwanangu. Naomba mwanangu, nisaidie na kwamba uje nyumbani. Baridi poa anakuja msala. Mbona kitu kwangu kinatofuta tofauti kabisa. Penzi la Imamu. 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 Kwa nini? Kwa nini Imamu amtemea mate rafiki yangu? Kosa lake nini? Kwa nini anamtemea mate rafiki yangu? Sasa si bora nitemea hata mimi? Au penzi la Imamu ndo linanitesa hivi? Kosa lake kwenda kueleza hisia zangu kwake? Kwani binadamu gani asopendeka? Kwa nini afanye hivi? Nampenda. Kosa langu kumpenda, ndio maana ananifanyia hivi. Kwa nini? Jini Ahmed, naomba unikubalie ombi langu. Kila siku nakueleza wazi hisia zangu kwamba nakupenda. Unataka kunielewa. Mimi nakupenda kweli. Nimezunguka kote ujinini huko, lakini nimekuona wewe tu. Naomba unikubalie ombi langu. Bibi Ma, hebu ondoa hizo fikra potofu ulizonazo ndani ya moyo wako. Mimi akili yangu na mawazo yangu hayapo kwenye ulimwengu huu. Siwezi kumpenda kiumbe ambaye natoka naye kwenye ulimwengu mmoja. Yangu inawaza mbali sana. Niende kwa wanadamu kwenda hata mtu mfuteni. Sio wewe. Ahmed, usiseme hivyo. Ukisema hivyo unakuwa unanikosea, na unajua wazi mimi nakupenda. Na unavyoniongelea maneno makali hayo najisikia vibaya. Mimi nakupenda. Ni kipi ambacho unielewi? Nimekwambia akili yangu na mawazo yangu hapo kwako. Ondoka. Nimesema toka. Penzi la Imamu. Nikimwona napaga, akili yangu ikaisa. Mwenzako nimedata naye. Wala sijui nianze na neno gani la kukwambia wewe. Mwenzako lotabani. Nakupenda nielewe. Penzi la Imamu linanitesa mimi, yani kama sumu inanikata maini. Najiuliza mimi nitakupata lini? Samahani dada yangu. Bila samahani kakaangu. Kuna kitu naomba nikuulize. Niulize, lakini usichukue muda sana, nataka kwenda nyumbani. Unamfahamu Juma Mbito? Maana mimi ni mgeni maeneo haya. Ninavyoonekana ni mwenyeji maeneo haya. Ni mtu wangu wa msingi sana. Vipi shehe? Kwa watu wa macho. Unamfahamu? Ndugu yangu,
Yaani umesimama na mke wangu alafu bado unamuuliza mimi nani? Na wewe si kijana wa Bitilikombwa, unasimama na mke wangu tena vichochoroni. Kiukweli hili sitolipumbia macho, nitafika mpaka kwa Bitilikombwa na nitamwambia kuhusu hili. Mke wangu, kwa hiyo unaponiaga kwamba unakwenda sokoni, kumbe unakuja kusimama na wanaume, si ndio? Sasa dawa yako ipo jikoni inachemka. Kwa nini unanidhalilisha? Watu wote wanajua kwamba mimi mume wako Sheikh Imamu. Unasimama na vijana wahovyo barabarani, unanitengenezea mazingira gani mimi? Lakini mume wangu. Hakuna cha lakini. Toka, toka! Kijana, chezea vitu vingine, lakini sio mke wangu. Siku nyingine nikikukuta umesimama na mke wangu sehemu yoyote, basi Mwenyezi Mungu ndio anajua kitu gani nitakachokufanya. Na ile tafsiri ya kuambiwa mke wa mtu ni sumu, nitakwambia maana yake. Nitakuja kwa mama yako baadaye na nitamueleza kila kitu, ili nikija kukufanya kitu kibaya nisionekane mbaya. La zwalala wala zwilala, kwa mbele mbele, kwa mbele mbele, kaenda moja kichwani.